Mlango wa chumba namba 13 ulikuwa bado unatetemeka taratibu, kana kwamba ulikuwa unapumua. Juma na Amani walisimama kimya, mioyo ikipiga kwa kasi kuliko ngoma za usiku wa manane. Ndani ya chumba kulikuwa baridi isiyo ya kawaida. Pazia lilikuwa linacheza bila upepo, na taa ya dari ilikuwa ikiwaka na kuzimika taratibu. Amani akashika mkono wa Juma. Juma, hapa si sehemu ya kawaida. Kabla hajajibu, mlango ukajifunga kwa kishindo kikubwa. Bang! Giza likatawala kwa sekunde chache, kisha taa nyekundu ikawaka, ikifunua ukuta uliokuwa umejaa maandishi ya damu yaliyokauka yanayosema, aliyeingia hapa hatoki akiwa yule yule. Juma akameza mate. Lazima tutoke sasa. Walipogeuka kuelekea mlangoni, waliona haukuwa tena mlango wa mbao, ulikuwa ukuta wa zege. Amani akapiga kelele, hatuwezi kutoka! Ghafla, sauti nzito ikasikika nyuma yao. Karibuni, wageni wapya. Walipogeuka polepole, waliona kivuli cha mwanamke kikiwa kimesimama karibu na kitanda. Uso wake haukuwa na macho, lakini alikuwa anacheka. Amani akashindwa kupumua. Wewe ni nani? Kivuli kikajibu kwa sauti iliyochanganyika kama upepo na kilio. Mimi ni mlinzi wa chumba 13. Kila anayeingia lazima aache kitu: roho, kumbukumbu au maisha. Kitanda kikaanza kusogea chenyewe kuelekea kwao. Sakafu ikatoa sauti kama mtu anatembea chini yake. Juma akamvuta Amani. Kimbia! Lakini walipokimbia, korido haikuishia, iliongezeka urefu kila hatua waliochukua. Milango ilianza kufunguka peke yake na mikono ya vivuli ikajaribu kuwakamata. Amani akalia, Juma, wanatuzunguka! Mbele yao akaona msichana mdogo akiwa amesimama, amevaa nguo za zamani. Macho yake yalikuwa yanatoa machozi ya damu. Msichana akasema kwa sauti ya huzuni, tulirudiwa kama sisi. Hoteli hii haiachi mtu aondoke. Juma akasogea. Kuna njia ya kutoka? Msichana akanyoosha kidole kuelekea ngazi za chini ya ardhi. Lakini anayeshuka anarudi akiwa tofauti. Kabla hawajauliza zaidi, kuta zikaanza kusogea. Hoteli ikaanza kulia kama kiumbe hai. Amani akamshika Juma kwa nguvu. Tushuke sasa. Wakakimbia kuelekea ngazi. Kadri walivyoshuka, hewa ikawa nzito na sauti za waliopotea zikaanza kuimba kwa pamoja. Karibu hoteli ya mizimu. Ngazi zikaishia kwenye mlango wa chuma uliokuwa umeandikwa, sehemu ya roho zilizofungwa. Juma akashika mpini. Amani akamwangalia kwa hofu. Ukiifungua, huenda tusirudi tena kama binadamu. Mlango ukaanza kujifungua wenyewe taratibu. Ndani kuling'araa mwanga mweusi, na hapo ndipo siri ya hoteli ya mizimu ilianza kufunguka. Mlango wa chuma ulipofunguka kabisa, upepo wa baridi uliovuma kutoka ndani uliwafanya Juma na Amani kusimama kwa muda. Mwanga wa ajabu, mweusi kama ukungu unaong'aa, ulitoka ndani kana kwamba ni pumzi ya mahali paliposahaulika na dunia. Walichukua hatua moja moja. Mlango ukajifunga nyuma yao kwa kishindo na sauti yake ikapotelea ndani ya ukumbi mkubwa wa chini ya ardhi. Ndani kulikuwa pana kuliko walivyotarajia. Dari lilikuwa refu, halionekani mwisho wake. Kuta zilikuwa zimejaa vioo vikubwa kuzunguka chumba lote. Lakini vioo hivyo havikuonyesha sura ya Juma wala Amani. Vilionyesha watu wengine. Watu waliokuwa wanalia, wanapiga vioo, wengine wakiwa wamekaa chini kama wamekata tamaa. Macho yao yalikuwa yanaomba msaada. Amani akaziba mdomo kwa mikono miwili. Hawa wote
Ni nani? Juma akavuta pumzi nzito. Ni wageni wa hoteli. Roho zao zimefungwa hapa. Ghafla, vioo vikaanza kutoa sauti nyingi kwa pamoja, sauti za huzuni na hofu. Ondokeni kabla hamjachelewa. Hoteli hii haiachi mtu aondoke. Sakafu ikatetemeka kidogo, kama jengo lote linapumua. Mbele yao, katikati ya ukumbi, kulikuwa na nguzo ya mawe iliyochakaa. Juu yake kulikuwa na kitabu kikubwa cha zamani, kimefungwa kwa minyororo mizito ya chuma. Ndipo upepo ukabadilika. Msichana yule waliyekutana naye awali akaonekana tena, akielea taratibu juu ya sakafu bila kukanyaga. Uso wake ulikuwa wa huzuni, lakini macho yake yalikuwa yanaomba msaada. Siri ya hoteli iko hapo, akasema kwa sauti nyepesi. Kitabu cha mikataba. Amani akamuuliza, mikataba gani? Msichana akajibu, kila mtu aliyelala hoteli hii aliahidi bila kujua. Walipokubali kulala, roho zao ziliunganishwa na hoteli. Ndiyo maana hakuna anayefanikiwa kuondoka. Juma akasogea taratibu kuelekea kwenye kitabu. Kila hatua aliyopiga, minyororo ilitoa sauti kama kengele za majonzi. Alipokigusa, minyororo ikaanza kulegea polepole. Krrr, krrr. Kitabu kikafunguka chenyewe. Kurasa zake zilikuwa za rangi ya udongo, zimejaa majina maelfu. Baadhi yalikuwa yamefutika, mengine yaking'aa hafifu. Amani akainama kuangalia. Ndipo wakayaona. Mwisho wa ukurasa, maandishi mapya yakijitokeza polepole kana kwamba yanaandikwa na mkono usioonekana. Juma. Amani. Amani akapiga hatua nyuma. Hapana, tayari tumeandikwa. Ghafla ukumbi ukatikisika kwa nguvu zaidi. Kutoka gizani, sauti nzito ikacheka. Ukumbi wote ukapata baridi. Kivuli kikubwa kikaanza kuundwa mbele yao. Kilikuwa kirefu kupita binadamu, macho yake yakitoa mwanga hafifu, na sauti yake ilikuwa kama upepo uliopitia makaburini. Mmekuja mbali sana. Kivuli kikasema, mimi ndiye mmiliki wa hoteli hii. Juma akajikaza, wewe ni nani? Kivuli kikajibu, zamani nilikuwa binadamu, lakini tamaa ya kutaka kuishi milele ilinifanya nijenge hoteli juu ya ardhi ya roho zilizokasirika. Kuanzia hapo, hoteli ikawa hai. Amani akamuuliza kwa sauti ya hofu, kwa nini unawafunga watu? Kivuli kikacheka kwa sauti nzito, kwa sababu hoteli inanilisha kwa kumbukumbu na hofu zao. Bila wageni, hoteli hufa, nami pia. Vioo vikaanza kupiga kelele, roho zikilia msaada. Juma akamwangalia Amani. Hatutakuwa sehemu yake. Amani akatikisa hatua. Lazima tuvunje mikataba. Msichana roho akasogea karibu. Njia moja tu ipo. Lazima mfute majina yenu kwenye kitabu kabla hoteli haijawameza kabisa. Lakini kivuli kikanguruma. Hamtoki. Ukumbi ukasogea kavunu. Sakafu ikaanza kuzunguka na upepo mkali ukawasukuma nyuma. Juma akajitupa mbele kulinda kitabu. Kivuli kikanyoosha mkono wake mrefu kikijaribu kukigusa. Amani akapiga kelele, futa sasa! Juma akachana ukurasa ule kwa nguvu. Shhh! Mwanga mkali ukatoka ndani ya kitabu. Ukumbi wote ukang'aa kwa sekunde kadhaa. Vioo vikaanza kupasuka na sauti za roho zikabadilika kutoka kilio kuwa shangwe ya kuachiliwa. Kivuli kikapiga kelele, hapana! Mwili wake ukaanza kufifia kama moshi unaopigwa na upepo. Hoteli ikaanza kutikisika kwa nguvu. Dari likaanza kuporomoka taratibu. Msichana roho akatabasamu kwa mara ya kwanza. Mmevunjilia uhuru roho zetu. Amani akamshika Juma. Toka sasa! Njia ya mwanga ikaonekana mbele yao kama mlango wa asubuhi. Wakikimbia bila kuangalia nyuma. Alipopiga hatua ya mwisho, mwanga mkali ukawafunika. Walijikuta barabarani. Mvua ilikuwa imeacha kunyesha. Asubuhi ilikuwa inaanza kuchinja. Ndege walikuwa wanalia mbali. Nyuma yao hakukuwa na hoteli tena. Palikuwa ni uwanja mtupu, umejaa nyasi na ukuta ulioporomoka. Amani akaangalia mikono yake. Tuko hai! Juma akavuta pumzi ya kwanza bila hofu. Tumetoka!
Lakini kabla hawajaondoka, Juma akageuka kuangalia tena eneo la hoteli. Kwenye udongo kulikuwa na maandishi madogo: hoteli ya mizimu itarudi. Juma na Amani wakatazamana. Safari ilikuwa imeisha, lakini laana haikuwa imekufa kabisa. Mzimu. Mwisho wa hoteli ya mizimu. Subscribe, like, share na kucomment. Rayani African Stories kwa simulizi za hofu kila wiki.